Kwanza shukuriwe Mungu alafu mama fata. Isingekuwa wao singepata mkate. Maisha machungu afu utamu ni mchache. So ili kupiga bao uwe na moyo wa Mbappe. Jua sheli nyingi. Bwana, ngoma inafahamika kama Box 1 freestyle kutoka kwa Mula Obo. Na hii hapa ni kazi ambayo kama imeweza kufungua milango ya Mula Obo kwenye game ya muziki, na wengi wanaamini wazi kwamba Mula Obo huenda ni msanii mpya kwa sababu ya hizi hapa kazi. Lakini pia tunafahamu wazi kwamba wale ambao wamekuwa ni sehemu ya kufuatilia safari ya muziki wa Mula Obo, kuna vitu vingi pia ambavyo vimekuwa ni sehemu ya safari ya Mula Obo tangu ambapo alikuwa anaweza kujitafuta, ambapo alikuwa na mshikaji wake, lakini pia mshikaji wake ambapo leo na kwamba harakati kama zimefikia hatua fulani ambayo kama yeye hawezi kuendelea, ndipo ambapo akaweza kumwacha Mula Obo, na Mula Obo akaona si sababu tena yeye kuendelea au na kukatishwa tamaa, ila kuna sababu ya kupambana kwenye game ya muziki. Na ndipo pia ambapo kama milango mingine pia ikafunguka, pia ambapo aliweza kukutana pia na mamake mdogo wa Banaba, na kwa sababu anatambua pia Banaba anafanya muziki na Mula Obo na yeye anapenda muziki, basi akampa nafasi pia kuweza kuunganisha na Banaba. Ndipo pia tukaona kulikuwa kuna utaratibu wa kuweza kuachia kazi ambazo alifanikiwa kuweza kuziacha Mula Obo. Lakini katika mtiliko kuweza kuziachia kazi, kipindi hicho pia yuko na Banaba au chini ya mikono ya Banaba, ni kama hakupokelewa kama hivi pia ambavyo tumeona kwamba baada ya kuiachia hii kazi ambayo inafahamika pia kama Box 1 freestyle kuonekana kwamba inafanya vizuri pia. Sasa tumepiga story pia baada ya kuonekana kwamba Mula Obo milango imeweza kufunguka, pia mambo mengi yamekuwa ni same baada ya kupata hii hapa show kazi. Tunaona kwamba kuna baadhi ya wasanii wakubwa pia akaweza kumwaminia, mfano kama Afande Selemani Msindi kutoka Morogoro pale, lakini pia Madi Ali na iliweza kuwa ni sehemu ya wasanii ambao waliona kuna kila sababu ya kuwekeza kupitia kipaji cha Mula. Sasa Mula, tupige story kaka mkubwa, baada ya mapokezi mazuri ya Box 1, hofu yako ni nini kwenye kiwanda cha muziki kwa sasa? Kwa sababu tumefahamu wazi kwamba wasanii ambapo kwa anapoachia kazi kuna wakati anapata nafasi nyingine pia kuwa na hofu. Wewe hofu yako iko upande upi pia baada ya kuachia kazi hapo pia? Kwanza sana nashukuru sana. Labda niseme tu nina hofu, lakini si hofu kubwa sana, kwa sababu ukiangalia labda ni kitu nilikifanya mwenyewe ndani ya uwezo wangu, niliandika mwenyewe kwa naamini kama Mwenyezi Mungu alinipa rehema hizo za kufanya kitu kikawa kikubwa, na nikaandika kwa mwenyewe kwa kutumia akili yangu. Basi naamini Mwenyezi Mungu atabariki hata kwenye jambo la pili, tutafanya vizuri, tutashiriki vyema na producer na kitu kitatoka vizuri. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu neema mtu hawezi kujua inakuja muda gani au saa gani. Kwa kikubwa tuombe Mungu iwe neema kila siku na baraka za kila siku kwenye uachaji wa kazi. Mwenyezi Mungu kaendelee kubariki ili tukaendelee kupata riziki. Wala sawa, tumeona kwamba ni wazi kwamba hii kazi imekuwa na mapokezi makubwa pia Mula. Tuzungumzie pia wakati Box 1 inaendelea kufanya vizuri, tutarajia kupata album au kutarajia kupata extended playlist, nikiwa na maana nzuri album ndogo, au mipango yako iko vipi baada ya kuonekana kwamba pia mapokezi yanaleta nafasi nzuri pia watu kuweza kuzingatia Mula Obo? Siwezi kusema moja kwa moja kama nitakuja na Box 2 au nitakuja na EP, lakini nipo kwenye kufanya maandalizi mazuri ambayo naamini yatampendeza kila shabiki wa Obo au shabiki wa Mula ambaye anasubiria tena kazi nyingine. Lakini kikubwa waendelee kusikiliza Box 1, waendelee kusupport. Bado inahitaji kwenda mbali, inahitaji kufika mbali zaidi, lakini kikubwa sio muda mrefu tena nitarudi na kazi nyingine, ili kuendelea kuwachosha mashabiki zangu kwa kiu ya muda mrefu. Lazima nikate kiu chao na mashabiki wapate kazi nzuri. Ndio. Basi sawa, tumekuwa tukisikia mara kwa mara wasanii wanaamini wazi kwamba kipaji cha muziki ndio sababu kubwa pia ambayo inawafanya wao kuendelea kupambana na kuamini kwamba wanaweza kutoboa kwenye game ya muziki. Lakini pia kwako Mula Obo, unahisi mbali na kipaji cha msanii ambacho yuko nacho, msanii anahitaji nini ili aweze kuendelea kuwa bora kwenye kalia muziki wake pia? Yani cha ziada ni kipi ambacho naamini kwako Mula Obo? Kitu ambacho naamini msanii ili awe bora, naamini inabidi awe mdadisi, mchunguzi kwenye kujifunza maneno mapya, kuangalia mtaani siku hizi kuna nini kinaongeleka na nini, maisha mapya, kwa sababu dunia inabadilika. Lakini
kila siku kuna maneno mapya yanaingia na misemo tofauti tofauti, lakini kujifunza maisha ya ukweli yale ya mtaani ambayo tunaishi kila siku, ili kukusaidia wewe kuleta uhalisia wa mtaani ambao unauona na kuja kuingiza kwenye mawazo na kwenye muziki, na ukaja kama message, ukawasilishwa kama message na mtu akaelewa unamaanisha nini, lakini kwenye hali nzuri bila kutukana, iwe kwenye hali ambayo mtu ataelewa unamaanisha nini. Na hisi msanii anahitaji ubunifu, creativity za kutosha, kujifunza kila siku na kutokuacha pia pale anapokuwa anashauriwa kuwa msikivu. Na hisi hivyo ni vitu muhimu sana. Na mtani tunaishi kimisingi kwa charegas, wanetu wakichafua nafunga kwenye pempas, mtapili wakizingua, marufuku fair play, ndo maana wakishua lazima tatu itasi hater. Na nyumbani naenda kama dingi, majukumu ndo anafanya na punguza uzinzi, plani nyingi shike mkwanja alafu usela mwingi, iwe kibosi hata wanango